Karibu mpendwa mtazamaji wa TV Idemas. So kama huja subscribe, nenda ka subscribe, bonyeza hicho kitufe cha kengele ili uendelee kupata taarifa zaidi. Lakini pia usisahau tunasoma comment yako, pia maoni. So utatuma ujumbe wako kupitia namba 0775451690. So siku leo ningependa tuongelee lifestyle. Kipindi hichi cha lifestyle kitakuwa kinaonekana kuanzia saa 4:30 usiku mpaka saa 5:30 usiku kila siku. So siku leo kwenye lifestyle ningependa tuongelee nini maana ya lifestyle. Vitu gani vinakuwepo kwenye lifestyle? Maana ya lifestyle ni mitindo ya maisha au mtindo wa maisha. So nini tunavyosema mtindo wa maisha? Mtindo wa maisha ni hali ya kuishi kila siku kutokana na wewe formula zako ulizojiwekea. Na mtu mwingine ana lifestyle yake, kila mtu ana lifestyle yake. So nini ninachotaka kuongea na vijana au na watu wengine wote kwa ujumla, sisi kama vijana lifestyle yetu itabidi iwe tofauti na wale wazee. Kwa sababu gani? Sisi tupo katika hali ya kujitafuta. So katika hali ya kujitafuta itabidi lifestyle yetu tuizingatie kwa ubora kabisa. So vitu ambavyo vinakuwepo kwenye lifestyle, cha kwanza, kwa sababu ili uendelee kuishi duniani unahitaji hewa, chakula, maji na mavazi. Ndo life ili liendelee kuenda. So tukianza na chakula, chakula, lishe bora, yani mlo kamili, muunganiko wa makundi 5 ya vyakula. Lakini pia tunaongelea masuala ya maji, lakini pia mavazi. Kwenye mavazi kuna mitindo, kuna urembo na vitu vingine vingi kabisa. Siku leo ningependa kuongelea kwa vijana wale ambao wanaendelea kujitafuta, wakitaka wale chakula bora na kwa bei nafuu. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia, inabidi upange bajeti yako mapema kabisa, kabla hata hujaanza kufanya. Kwa mfano, unapoingia mwezi fulani, inabidi upange bajeti ya mwezi mzima. Panga bajeti ya chakula ili upunguze bajeti zisizokuwa na maana. So kitu cha kwanza inabidi utengeneze ratiba. Kwa Jumatatu hivi, Jumanne nakula hivi, Jumatano nakula hivi. So kwa namna gani uweze kupata chakula bora na kwa bei nafuu? Kitu cha kwanza itabidi ununue vyakula kuendana na msimu. Mfano, msimu wa maharage umetoka, maharage mengi, unanunua maharage unaweka ndani. Msimu wa mchele, unanunua mchele unaweka ndani. Lakini pia kuna vyakula vya asili, viazi, mihogo. Ni vyakula ambavyo vinakupunguzia bajeti. Lakini pia badala ya kwenda kula hotelini, inabidi upike nyumbani. Unajua vijana wengi kwa sasa hivi tunapenda sana kula kwa mama ntilie kuliko tukapika sisi wenyewe. Kwa sababu gani? Let's say una maharage yako, una mchele wako, una unga ndani, ile 1500 unaenda kula kwa mama ntilie. Bado unajitafuta, hujajipata. Ile 1500 kila kitu kipo ndani. Ukachukua zako let's say nyanya za 200, kitunguu cha 100 afu ukaenda kupika mwenyewe, unakuwa umetumia kama 500 hivi. So ile 1000 ungefanyia mambo mengine. Lakini pia kitu kingine, tumia mabaki ya chakula kwa ubunifu. So vijana tunavyokuwa tunatumia vyakula vya asili, pia vinatupa uwezo mkubwa wa kufikiri. So tukiwa tunaendelea kujitafuta, hebu angalia lifestyle ya maisha ya kila siku ya watu. Kupitia lifestyle ya maisha ya kila siku ya watu, unaweza kuona fursa kubwa sana na muhimu sana, na ambayo itaweza kuingizia hela kila siku. Hizi mfano mtaani kwako, hebu angalia, yani mahitaji 3 muhimu
ya binadamu: maji, mavazi, chakula, hewa. Wachane na hewa, tuingie kwenye mavazi, chakula na maji. Lakini hapo kwenye maji, kwa sababu vijana sasa hivi tumekuwa tunatumia vinywaji vinywaji let's say soda, bia kuliko hata maji. Unakuta mtu siku nzima inapita hajanywa hata maji. Sababu gani? Na hiyo ndio inasababisha mtu pata uwezo mdogo wa kufikiri, akili inakuwa haichangamki kufikiria vitu vinavyoeleweka. Sababu moja ya faida ya maji katika miili yetu ni kufanya uwezo wa ubongo kufikiria sana, yani kufikiria zaidi. Na ndio maana unakuta mtu let's say anasoma sana, anafanya kazi sana, hanywi maji, hicho kinamuuma. Kwa sababu gani? Ule uwezo wa ubongo umechoka. Kwa sababu gani? Maji, kwa mfano, angefanya kazi afu angekunywa maji, ingemsaidia ubongo ule kufikiri zaidi ya pale alipokuwa amefikia. Sawa, ubongo anachoka, so inabidi uzingatie hiyo. Lakini pia kwenye chakula, kupitia chakula unaweza ukaona fursa pia. Kwa sababu gani? Kila mtu anahitaji kula. Iza mtani kwako unaweza ukaangalia kama ntilie sawa, wapo labda wanauza wali, mchele na nini, unaweza kugundua tu banae asubuhi na mapema watu wanatabidi wanywe chai. Baada ya kunywa chai, mimi nitawatengenezea uji. Maisha yanaenda kwa stage. Leo unauza uji, kesho utaanza unauza na wewe chai ya maziwa, kesho kutwa unakuwa vizuri kabisa. So usisahau subscribe. Kipindi cha Lifestyle kitakufundisha mambo mengi zaidi na kuhusu masuala ya lifestyle duniani kote. So tutajua lifestyle la huyu, lifestyle dokta anaishi lifestyle gani, mwanajeshi anaishi lifestyle gani. So usichoke kufuatilia, endelea kutuma maoni yako kupitia IDMAX TV. Pia usisahau kusubscribe na kutuma maoni yako. Maoni yako ndio fikra yetu ya kesho.